Kuna dada mmoja, kuna shabiki aka comment kupitia hii video ambayo inaonekana hapa, huyu mtangazaji wa Chanika November News. Akasema mbona George Malato kashika maiki kama mua? Siku za mama za kuishi zilitamatika, tukaumia tukalia, siku zikapita. Baba mkubwa ni mzee tunamsikiliza, ndipo akaleta tamaduni za Kiafrika. Baba hakutaka tena kuoa kabisa, maana alijua fika kwa ndoa ni vita. Alitaka kumrudisha kaka yetu mkubwa, wakamshawishi, wakampinga, wakamshinikiza. Cha kwanza hapa ilizungumziwa siku za kawaida kwenye maisha ya duniani, kwamba siku za mtu za kuishi zilitamatika, wakaumia wakalia, siku zikapita, maana sahau. Cha pili walizungumzia kwenye siasa kwamba siku za kiongozi za kutawala ziliisha, kwa ilibidi atoke, watu wakaumia wakalia, wengine wakasikitika kwa muda wake kuisha. Akasema kwamba hataki tena kuoa kwa sababu alishafahamu kwamba ndoa ni vita, yani kuishi na mwanamke kwenye ndoa ni kipupwe. Na upande wa pili kule, maana aliona kwamba kuwa na mwanamke kwenye uongozi ni kipupwe, ndio maana anasema baba hakutaka tena kuoa kabisa, maana alijua fika kwa ndoa ni vita. Wakamshawishi, wakampinga, wakamshinikiza. Baba mkubwa na Sameji wakachana visa, wakamletea mke kutoka Unguja. Kwa sasa hapa kuna picha ya kwanza, ile picha ya familia, ina maana kwamba kuoa mwanamke baada ya mke wake wa kwanza kufa, yeye hakutaka, lakini alilazimishwa kutokana na sheria ambao kwa kawaida ndio wanasema sheria za ukoo, lakini kwa upande wa pili ambao ni upande wa uongozi, maana sasa zinakuwa sheria za kikundi au sheria za taasisi au sheria za nchi, kwamba ndio yani ibidi sasa zimlazimu kwamba yeye pale asimame na mwanamke. Sasa yeye kusimama nafasi moja na mwanamke au yeye kuoa haikuwa mipango yake, ila alilazimishwa na sheria. Ndio wanasema sheria zilimlazimu. Ndio akasema kwa sheria za ukoo baba akapoa, akakaa chini kisha akakubali ndoa. Na mama wa kambo yalikuwa poa, baba yupo kila ngambo, mama hakuboa. Na maana maisha na mama wa kambo yalikuwa mazuri kwa sababu na baba alikuwepo kipindi hicho. Kwa hiyo kulikuwa hamna shida kwa sababu mambo mengi, yani baba yupo kila ngambo, yani kila sehemu baba yupo. Kwa maana mambo mengi baba alikuwa anayafanya, na kipindi baba yupo sasa ilikuwa inamlazimu mama kuwa mwema au kuigiza wema. Kwa muda huo alionekana mwema. Baba alifanya vizuri, yani ile familia alifanya ikastawi, ikawa na mali na utajiri na vitu vingi kwa siku sita, ambao kwa kawaida sasa siku sita unaona kabisa mtu hawezi akajenga, yani akajenga manyumba, akajenga, yani akafanya familia kuwa tajiri kwa siku sita, ni vigumu. Kwa hiyo tunashumu sasa kwamba hapo tunashumu kwamba ni miaka sita, kwa sababu hatuwezi tukaweka miaka 60, bado alishakuwa mzee sasa. Miaka 60 mbele, na maana sasa itakuwa ni uongo, atakuwa ameshakufa huyo. Haya, kwenye issue ya uongozi ndio kunakuja kusema kwanza sasa pale baba akaijenga nyumba kwa siku sita, maana akaijenga nchi kwa siku sita, au akafanya maendeleo kila kitu vitu kibao kwa miaka sita. Ukoo kufurahi, wakaanzisha vita. Ukoo kutokupenda maendeleo aliyofanya baba, wakaanza kumpiga vita, dakika ya mwisho wakamuua. Ina maana sasa familia ikaenda kuwa yatima. Anasema mama akarithi mali, akajiona baba, hata sheria za Mungu akazizagavya. Kwa upande wa kifamilia tunajua sasa baada ya baba kufa, mama ndo akalisi zile mali, japokuwa alikuwa ni mama wa kambo, ila sasa ndo akalisi zile mali. Sasa hapa nakwambia kwamba mama akarithi mali, akajiona baba, hata sheria za Mungu akazizagavya. Mwanzo kule wanawake walikuwa hata kuhesabiwa hawahesabiwi, yani nyumba kwa mfano ikiwa na wanawake 3 na wanaume 7, nyumba itahesabika ina watoto 7. Ina maana hao wanawake 3 hawatohesabiwa. Kwa tamaa ya hizo mali mama unatutesa, mambo si alikuwa shwari, soga tulipiga. Leo tunanunua mchele, tunagawa mpunga, tulipodai shamba tu risasi zikapigwa. Akwambia kwa tamaa ya hizo mali mama unatutesa, mambo si alikuwa shwari, soga tulipiga. Leo tunanunua mchele, tunagawa mpunga. Hapo amemaanisha nini kwenye tunanunua mchele tunagawa mpunga? Kwamba hapo mambo hayapo sawa. Maana kama tuna mpunga, si inabidi sisi wenyewe tutengeneze huo mpunga uwe mchele, kuliko leo
tunanunua mchele, yani mchele tunaununua, afu mpunga ambao tunao tunaugawa bure. Sasa panga kuna vitu havipo sawa. Si bora tungechukua huo mpunga ambao tunao tukautengeneza ukawa mchele kuliko kununua mchele na kugawa mpunga. Nchi ilikuwa ina mali nyingi sana, lakini kuna watu wachache ambao walikuwa wanazificha au wanazishikilia hizo mali. Ndio nakwambia familia ilikuwa na mali haswa. Baba mkubwa na Sameji ndo alizificha. Watoto tunaishia kulima, tunafia chaka, tunawinda, wanakula, si yetu mifupa. Kwa maana hata hizi kazi au jitihada ambazo wanakuwa wanazifanya wengine, tunawinda, wanakula, si yetu mifupa. Maana sisi ndo tunazifanya kazi, wao wanakula, sisi tunakula mabaki. Ndo maana ya hiyo sentence kwamba tunawinda, wanakula, si yetu mifupa. Wanatuomba, tunaficha, wakitaka wanapata, wakipata wanambwata, wanatuona takataka, wanafanya wanavyotaka, ila saa 5 ikifika ndo wanatutaka. Ni kitu gani hicho? Hebu na wewe kwenye comment hapo, kwenye comment YouTube, kwenye comment TikTok, kwenye comment Facebook, kwenye live, hebu shuka na wewe comment yako. Hicho ni kitu gani ambacho wanasema kwamba wanatuomba tunaficha, wakitaka wanapata, wakipata wanambwata, wanatuona takataka, wanafanya wanavyotaka, ila saa 5 ikifika ndo wanatutaka. Nadhani hilo ni jepesi sana, wewe mwenyewe umelielewa. Tunaondoka, tunasonga mbele. Ni kitu gani ambacho wanatuomba? Yani wanatuomba lakini tumeshashtuka, hatutaki, tunakataza. Wanatuomba tunaficha, ila wakitaka wanapata, maana wanapata kwa lazima. Ila wakishapata sasa wanambwata, maana wanasahau yani kwamba hichi ni kitu tulienda kukiomba betu tukifanyie kazi, wanasahau kabisa. Wanasema wakipata wanambwata, wanatuona takataka. Sisi ambao walichukua kwetu au sisi ambao tumewapa, wanatuona takataka. Wanafanya wanavyotaka, ila saa 5 ikifika ndo wanatutaka tena. Ona tunateseka na tupo nyumbani, damu zimemwagika kama vitani, ndugu zetu wamekufa, wema magani, umeshika mpini makali ashike nani? Alizaliwa mnyama maridadi, mara keli, mara anga, mara meli, mara sheli, mara feli, alifanya mengi ya kuigwa, ila badala ya tuzo akapigwa. Hii vesi ya pili ni kiboko, afu hii sasa ni mafumbo kabisa. Vesi ya kwanza tulikuwa tuna baadhi ya sehemu tunaruka, baadhi ya sehemu hatutilii mkazo kwa sababu zilikuwa ni nyepesi kwamba mtu unaweza ukaweza kuelewa bila hata uchambuzi wa kina. Lakini hii vesi ya pili naona ni kali sana. Alafu hii sasa ndio ina mafumbo, imefichwa sana kwamba nakwambia alizaliwa mnyama maridadi, mara keli, mara anga, mara meli, mara sheli, mara feli. Huu ni utunzi, ni uandishi wa hali ya juu sana. Sasa twende tukachambue huyo ni mnyama gani aliyezaliwa. Mpaka hapa nimepata wanyama wawili, yani hao ni wanyama gani waliozaliwa maridadi, mara keli. Mnyama wa kwanza tunampata hapa, tunampata Magufuli, maridadi, mara keli. Kwa maridadi ni maridadi kama maridadi ya kawaida, mtu mashuhuri. Mara keli ni 2. Kwa maridadi mara keli, yani ni mtu mashuhuri mara 2, yani ni mashuhuri, maridadi mara keli. Mara anga, mara meli. Hii sasa ina maana gani? Mara anga, mara meli. Anga tunaona meli haipiti kwenye anga, inapita kwenye maji, baharini. Lakini kwa nini ameweka mara anga, mara meli? Kwa kimaanisha kwamba huyo mtu alikuwa na uwezo wa kufanya vitu vingi, ndio maana akaweka mara anga, mara meli. Kwamba ni kuna ndege, kuna meli, yani kwenye mtu mmoja anaweza kufanya vitu vyote, mara anga. Kiufupi hapo ni anazungumzia mtu ambaye multipurpose, yani anaweza kufanya vitu vingi kwa wakati mmoja. Ndio maana nakwambia alizaliwa mnyama maridadi, mara keli, mara anga, mara meli, mara sheli, mara feli. Twende. Sije kunenepa kwamba alifanya mengi ya kuigwa, ila badala ya tuzo akapigwa. Kwa hiyo tunapata huyu mnyama sasa ambaye hapa tunaona kabisa amezungumzia kiongozi ambaye ni Magufuli. Alizaliwa mnyama maridadi, mara keli, mara anga, mara meli, mara sheli, mara feli, kwamba alikuwa na uwezo wa kufanya vitu vingi kwa wakati, yani vitu vingi sana, yani ndio maana akaweka hiyo mara ngapi. Lakini badala ya tuzo akapigwa. Unajua sasa mtu akishafanya vitu vizuri kama hivyo, akishakuwa na uwezo mkubwa kama huo, anatakiwa apewe tuzo, yani apewe pongezi, aheshimiwe, afanywe vitu kama hivyo. Lakini sasa badala ya kupewa vitu kama hivyo, yeye akapigwa. Sasa tunajua sasa alipigwa vipi, ndo hapo tunapata kwamba alizungumzia mnyama gani. Tunajua badala ya tuzo akapigwa. Tunaenda mnyama wa pili hapa. Sasa tunapata mnyama wa pili hapa, naona yeye anazungumzia hasla wote au
wanaharakati wote kwamba ni maridadi mara nini, kwamba ni watu ambao mashuhuri, ni watu ambao wana uwezo, wanafanya vitu vingi kwa sababu ya watu. Lakini hao watu au hao raia, badala ya kuwapa tuzo kwamba wanapambana kwa ajili yao, ila wao wanaenda kuwatusi, kuwakashfu, kuwakatisha tamaa na kuwafanya vitu vingine. Ndio maana ile kwamba ila badala ya tuzo akapigwa. Kila mtu utaifuga, sije kunenepa kwa mtu utalishwa mila. Fuata zako ukikosa bora urudi tabila. Usiongee na kila mtu unaifuga hasira. Usifadhili hata mbuzi unazichosha fadhila. Usiige kunenepa kwa mtu utalishwa mila. Fuata zako ukizikosa bora urudi tabila. Usiongee na kila mtu utaifuga hasira. Usifadhili hata mbuzi unazichosha fadhila. Hapa tunaona kwamba cha kwanza usige kunenepa kwa mtu. Cha kwanza hapa tunaona kwanza tunarudi kufananisha na ile ya kwanza ya kiongozi ile. Ndio tunakuja kwamba kuna watu ambao wanajaribu kuiga mfumo wake aliotumia kwenye uongozi, aliotumia kuongoza. Ndio akamwambia usige kunenepa kwa mtu. Yeye ni vitu gani alivyovifanya mpaka akawa anapendwa sana na watu. Sasa kuna baadhi ya watu wanajaribu kuiga hivyo vitu. Ndio akwambia usige kunenepa kwa mtu utalishwa mila. Maana sasa utafanyiwa ndivyo sivyo, yani utaumuka. Wewe hautonenepa ila utaumuka. Ndio maana akasema utalishwa mila, kwa sababu mila inaumua. Kwa hiyo utaonekana umenenepa kumbe unaumuka. Zako ukizikosa bora urudi tabila, kwamba wewe dili na mambo yako au uongoza kimpango wako. Ukishindwa bora uachilie, yani bora unawe mikono kuliko uige kunenepa kwa mtu, yani kuliko ulishwe mila. Bora unawe mikono uachilie kwamba hapana, mimi nimeshindwa. Watu watakuelewa kwamba ukijiuzuru kwamba mimi nimeshindwa, watu watakuelewa kuliko kuiga njia alizozipita afu ukaishia kulishwa mila. Wakemia wameshindwa hii isabati na walitumia pofiga zote za kabati. Ningepindua hii dunia kitu kisibaki, na tamani ulimwengu ufike tamati. Kwambia wakemia wameshindwa hii isabati na walitumia pofiga zote za kabati. Ningepindua hii dunia kitu kisibaki, na tamani ulimwengu ufike tamati. Wakemia gani sasa hao ambao wameshindwa hiyo isabati? Ni isabati gani? Japokuwa walitumia pofiga zote za kabati. Yani hapo anamaanisha kwamba watu wameshindwa kutafsiri kitu fulani. Cha kwanza tunaweza tukaiweka labda huu wimbo wenyewe, watu wameshindwa kutafsiri huu wimbo. Japokuwa walitumia pofiga zote za kabati, japokuwa labda walitumia vitu mbalimbali au njia mbalimbali, lakini bado wakashindwa. Sasa hiyo tafsiri kama hiyo, lakini tafsiri nyingine hapa tunaiweza tukaiweka kwamba wakemia walishindwa hii isabati. Hapa mimi nahusianisha na tukio la anaitwa mwanasheria mkuu wa serikali, kwamba baada ya kuteuliwa kwenye hicho cheo, nadhani speech yake ya mwanzoni kabisa alikuja kuongelea kuhusu swala la kumkamata na kumrudisha Mange Kimambi. Kwa hiyo hapa mwandishi anakuambia kwamba wakemia wameishindwa hiyo isabati, kwamba wapo watu wataalamu zaidi ya wewe walishawaza hiyo mipango ya kumrudisha na wakashindwa. Yani walitumia pofiga zote za kabati, walitumia mbinu mbalimbali na wakashindwa. Wewe leo hii ndo unataka kuja kuweza? Tunakwambia wakemia wameshindwa hii isabati na walitumia pofiga zote za kabati. Na wewe unaweza ukaipata hii nyimbo ukaisikiliza vizuri kabisa, ukaitazama vizuri kabisa. Inapatikana pale YouTube na kwenye mitandao yote ya kijamii na kwenye platform mbalimbali za muziki. Nyimbo inaitwa Hatutosamehe. Mwandishi na mtunzi anaitwa Rostaja Padri.
Sema mbona George Marato kashika maiki kama mua?